Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na amshushe amani. Idha mata binu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Mwanadamu anapokufa matendo yake hukatika isipokuwa mambo matatu: sadaka yenye kuendelea, au elimu ambayo watu wanaendelea kunufaika nayo, au mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake. Hebu tuangalie mafunzo tunayoweza kupata katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni sehemu ya kuwekeza kwa ajili ya akhera. Mwanadamu anapokufa, mlango wa matendo mapya hufungwa. Ndiyo maana Waislamu tunahimizwa kutumia maisha yetu vizuri kabla ya kufikiwa na kifo. Sadaka ya kudumu ni uwekezaji wa akhera. Sadaka ya kudumu ni sadaka ambayo manufaa yake huendelea kwa muda mrefu. Mfano wa sadaka ya kudumu ni kujenga msikiti, kuchimba kisima, kuchangia madrasa, kununua misahafu kwa ajili ya Qur'an, kujenga maktaba ya Kiislamu, kupanda miti yenye manufaa na kadhalika. Mtu anaweza kuwa kaburini miaka mingi, lakini thawabu zinaendelea kuandikwa. Elimu ni urithi bora kuliko mali. Elimu inayowafikia watu huendelea kumpatia thawabu mwenye kuifundisha. Mfano, kufundisha Qur'an, kufundisha fiqhi, kufundisha tauhidi, kurekodi darasa za elimu, kulea wanafunzi wanaosoma dini na kadhalika. Kila anayenufaika na elimu hiyo, basi mwalimu naye hupata sehemu ya thawabu. Malezi bora ni hazina ya akhera. Mtoto mwema ni sadaka kubwa kwa wazazi wake, na mtoto mwema hapatikani sokoni wala stendi. Mtoto mwema hupatikana katika malezi mema. Mtoto anayeswali, mtoto anayesoma Qur'ani, mtoto mwenye maadili mema, mtoto anayefanya matendo mema na kuwaombea wazazi wake. Wazazi hao hupata manufaa makubwa hata baada ya kufa. Siri kubwa katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja mambo haya matatu kwa sababu yote yana sifa moja. Manufaa yake yanaendelea hata baada ya mwenye kuyafanya amekufa. Sadaka inaendelea kunufaisha watu, au elimu inaendelea kunufaisha watu, au mtoto mwema anaendelea kufanya mema na kuwaombea wazazi wake. Funzo kuu katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kuwa muumini wa kweli hujenga miradi ya akhera kuliko miradi ya dunia kabla ya kufa. Hebu jiulize, nimeacha sadaka gani ya kudumu? Nimefundisha elimu gani yenye manufaa? Nimewalea watoto wangu kiasi gani ili wawe watu wema? Mwenye kufa akaacha moja ya mambo haya atakuwa amelala kaburini, lakini daftari la thawabu zake zinaendelea kusoma.